ya mwili inafaa kuangaliwa unapotumika katika hekalu ya mjengo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sisi tuko katika hii hekalu ambayo tunasema ni ya mjengo, imejengwa. Kuna hekalu nyingine ambayo tuko nayo na ni ile ya miili yetu. Haleluya. Hii hekalu ambayo iko katika mwili wa mtu inafaa kwanza iangaliwe, iwe imekamilika, na ili iweze kufanya kazi katika kanisa, katika mjengo kama ambao tuko nao. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio unaona wakati wote tunapotafuta Bwana ni sharti tuwe watu wa kuomba, ni sharti tuwe watu wa kujitakasa, ili tunapofika katika uwepo wa Bwana tukubalike katika hekalu. Bwana Yesu apewe sifa. Hekalu la mwili tutaweza kuliandaa namna gani? Ndiposa Biblia inasema wakati imekuja kutoa dhabihu katika hekalu la Bwana, ukumbuke kwamba uko na jambo na ndugu ama dada yako mumekosana, achana na hilo dhabihu. Haleluya. Rudi kwanza mpatane na ndugu yako ili uje utoe dhabihu, na dhabihu lako mpendwa litakubalika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tusije tukachukulia tu, tukuje tupambe kanisa, tukuje tununue vitu, lakini sisi wenyewe hatujalipa gharama ya kujiangalia sisi wenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni sharti tuangalie hizi hekalu. Katika kitabu cha Warumi 12 Biblia inasema, ninawasihi wapendwa, ninawasihi ndugu, kwa huruma za Bwana muitoe miili yenu ikiwa dhabihu takatifu lililo hai. Bwana Yesu apewe sifa. Ambalo litakubalika mbele za Bwana. Mpendwa, lazima ujiangalie na mimi nijiangalie hekalu ya huu mwili ikiwa imekamilika, na ili tunapoingia katika hekalu la Bwana tuweze kufaa na Mungu ataandamana pamoja na sisi. Haleluya. Yohana 2:19 hadi 21. Biblia inasema kwamba Yohana 2:19 hadi 21, Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitalisimamisha. 20 nasema, basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku 3? 21 inasema, lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Haleluya. Hata Yesu mwenyewe, kuna hekalu lilikuwa limejengwa miaka 46, watu wanajenga hekalu na limekuwa pale, watu wanaabudu. Yesu akawaambia, hili linavunjwa na mimi nitajenga hekalu lingine kwa siku 3. Haleluya. Watu wakashangaa, naangusha jengo la nini? Lazima ule mjengo wa kale ungebomolewa. Ule mjengo ambao tunaona kule ambako hekalu la Mungu, huko ndiko Torati ilikuwa inawekwa. Na Biblia inasema Mungu akasema na Yeremia, akamwambia, siku zinakuja, nyakati za mwisho, watu hawatakuwa wananiabudu kama kitambo. Ati mtu anaambiwa na jirani yake, jua Bwana, kwa maana watu wote watamjua Bwana. Anasema nitaziandika sheria zangu katika mioyo yao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona sisi ni hekalu. Hata Yesu vile ambavyo alikufa siku 3 kuisha akafufuka, kuna hekalu la mwili ambalo liliweza kujengwa, na sisi hekalu letu la mwili lazima lijengwe liweze kupendeza Bwana. Haleluya. Tunapoomba Roho Mtakatifu akae ndani yetu, Biblia inasema, hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliyewekwa kule na Mungu. Hii miili, watu wanasema hapana, wokovu ni moyo. Wokovu ni moyo, achana na mambo ya mwili. Mwili hauwezi kaa bila roho. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia inasema kama ambavyo imani bila matendo imekufa, nao mwili ambao hauna roho umekufa. Inasema ni vigumu kumpendeza Mungu kama hauna roho. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu Roho Mtakatifu anakaa katika mwili, katika mwili. Tuone hekalu ya mwili ni muhimu sana, ndio tukuje tuingie katika hekalu ya hii nyingine ya jengo ambalo tunaliona. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la pili, tunaona Roho Mtakatifu anaishi ndani ya miili yetu na hutusaidia kutumika katika hekalu za mijengo. Roho Mtakatifu tumeona ndiye anakaa katika miili yetu. Tumeambiwa hapa asubuhi, kama hujajazwa na Roho, omba Mungu
Tamani sana umwambie nijaze kwa Roho, niweze kunena kwa lugha, niweze kuponya, niweze kutambua maroho. Unajua vipawa ni vingi. Kunena tu na lugha ni ishara kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu, lakini kunena kwa lugha ni kipawa tu kimoja kinatokana na Roho. Hiyo tu ni ishara. Utanena na lugha, lakini tusisahau hata mtu ndiye aweza kuponya, hawezi ponya pasipo Roho wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu hawezi kuwa na imani, Roho Mtakatifu ndiye anatupa imani. Umeona mtu anapitia jambo gumu, umeona mtu anaambiwa utakufa, anasema mimi najua sikufi. Watu wanamwambia, kuna watu wamepitia shida kama zako na wakakufa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini unahisi uko na hiyo imani. Mimi kuna wakati niliamka kama siku zile zingine, na nikaamka vizuri, mwili ulikuwa na udhaifu kidogo, mpaka nilipoenda kupigwa picha. Nikapigwa picha ya mguu. Hiyo siku nikaambiwa niko mahali ambapo niko ninahitaji kufanyiwa matibabu ya dharura. Bwana Yesu apewe sifa. Mpaka nikaambiwa enda hospitali kubwa kubwa, na daktari hatuficha anatuambia lazima ukuwe na 200,000. 200,000 wale hamjui ni 200,000. Uenda hospitali fulani, ni hospitali ambazo ninazijua, maana nilikuwa ninasomea pande zile katika mji mkuu. Na nakumbuka mtumishi wa Mungu, mzazi wangu aliambia daktari, alimwambia kuna Mungu. Mimi ni mtumishi na ninajua, na sitampeleka huko. Unaona, mtu ambaye ako na imani hawezi kuwa na imani kama ile. Mtu anakuambia is a matter of life and death, ni mauti na uzima. Lakini yeye alisimama akamwambia, na yule daktari ni kama alikasirika. Akamwambia sikiza, mimi nakwambia aje, mimi ni daktari. Akamwambia kuna Mungu, na mimi ni mhubiri, ninakwambia. Bwana Yesu apewe sifa. Daktari anafanya kazi yake, anapiga picha, anakuambia itafanyika hivi. Maana damu yangu ilikuwa imeganda katika mguu, inazuilia sasa pale imeganda, inazuilia damu kupanda kwenda kwa moyo. Sasa mguu unafura, hata siku anaweza kukanyaga. Nikaambiwa ile damu imeganda pale, ikiweza toka tu kidogo, itaenda ipande na ifike kwa mapafu. Ikigonga tu mapafu hivyo izuia hewa, mimi ninakufa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nakumbuka tulipotoka hapo, mpendwa, tulienda mpaka nyumbani, na ilikuwa ni Alhamisi, siku ya ushirika. Tukafika hivyo, ni wakati wa ushirika. Mimi sipeleki huko. Mama akaambiwa wewe enda ushirika. Baba akamwambia hapana, wacha nimpeleke hospitali nyingine iko sehemu fulani, hata sijui. Mama kwa sababu kila mtu moyo wake ulikuwa umeinama, akasema tuombeni kwanza. Na tukaweza kuomba, akaenda. Baba tukachukuana naye tukaenda, akanipeleka hospitali. Nilienda kama nimewekwa brand, matibabu yakaanza. Sikupelekwa hiyo hospitali kubwa walikuwa wanasema. Wacha nikuambie imani, mpendwa. Mimi nilipofika kwa ile hospitali, nilikuta mtu ambaye alikuwa mgonjwa. Tukawa kwamba vitanda vyetu viko mkabara. Ananiambia kuna mama alikuwa na shida kama hiyo yako, ndiye alikuwa kwa hiki kitanda ambako niko. Mguu wake ulikuwa na ile shida, ukakaa, akupeleka kwa matibabu, ukaoza, ukakatwa, yule mama akakufa. Ananiambia na mimi niko na ile shida. Ananionyesha sasa hata mimi niko katika ile njia ya mauti. Bwana Yesu apewe sifa. Anasahau vile ambavyo watu wanaona. Biblia inasema hatuenendi kwa kuona kwa macho haya, tunaenenda kwa imani. Haleluya. Hiyo ndio ilifanya siku ya Jumapili tumetoka hapa jioni, tunafika kwa nyumba, mko wangu anatafuta simu hiyo, tunapiga inaingia, lakini haichukuliwi. Hata hatukusema mambo mengi, aliambia mtumishi na tukaanza kuomba. Usiku huo hiyo simu ilipatikana. Dereva hatukumpata wa gari, taliboi hatukumpata, gari za Molo, lakini mtu ambaye alitusaidia ako Narok. Mtu ambaye hatujui anapiga simu, Mungu akaunganisha, akapigia mpaka soja mahali gari inalala, simu inaitana kule, tukampa namba, soja akaenda akaitoa. Bwana asifiwe.
Niwaambie mpendwa, mimi wakati hiyo simu tulikosa, nilikumbuka ndio tupata hiyo simu, nikakumbuka kuna kitendo Mungu alituhimiza kufanya. Hata sitakwambia ni nini. Nikasikia nimepata nguvu. Tulilala tukiwa na amani, kwa sababu kesho hiyo simu ililetwa na akafikishiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa, imani ndio Biblia inasema pasipo imani huwezi mfurahisha Mungu. Ibrahimu aliitwa rafiki wa Mungu kwa sababu ya imani. Na wewe mpendwa, siku ya leo ninanena na moyo wako na moyo wangu, tukubali kwamba hii miili yetu Roho Mtakatifu anakaa, tuiandae vizuri, tumwambie Mungu, fanya kazi na mimi, fanya kazi na mimi Bwana. Timotheo wa pili 2:20 nasema nyumba ina vitu vingi ndani yake. Kuna vyombo vya udongo, kuna vyombo vya dhahabu, lakini inasema vyombo vile vyote vinafanya kazi. Ingine ni kazi tu ya kawaida, lakini chombo chochote kitajitakasa, ndicho Bwana atatumia. Bwana Yesu apewe sifa. Usiangalia leo mtu anatumika hapa, hata wewe na hatujakatazwa kuandaa mahali pengine kwa ajili ya ushirika. Wakutane wawili kama na watatu, Biblia inasema mkikutanika pale, sio kwa sababu ya kula na kunywa, kwa ajili ya Bwana. Mungu ako pamoja na nyinyi pale. Bwana Yesu apewe sifa. Mathayo 18:20 nasemaje? Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa ni muhimu, lazima tuende, lakini usizuilie kutafuta Mungu hata mkiwa nyumbani, mkiwa wawili au watatu. Na Biblia inaanzia vizuri sana, mkiwa wawili au watatu. Hapo mnaambia Mungu, tumekutana kwa ajili ya jina lako, tunaomba Mungu, tunahitaji kazi, huyu anahitaji mponye. Mungu wetu anaweza kushuka. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana shetani anapigana na watu hata katika familia. Watu wasiwe wanaongeleshana, watu wasiwe wanasaidiana. Unakuta ni ndugu na wasikizani. Mtaomba Mungu namna gani? Wazazi wasikizani na watoto, mtaomba namna gani? Na hiyo kusanyiko, mkifanya hivyo, Mungu ako pamoja na nyinyi. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio usije ukasema unagojea tu Jumapili ulete dhabihu. Hata mnaweza kutana kwa ile jamii yenu, mseme kuna jambo limekuwa gumu, mwekelee dhabihu hapo kwa meza, mwambie Mungu, tumekutolea hili. Na kwa sababu pale hakuna kuhani, hiyo dhabihu mweke vizuri, Jumapili mlifikisha katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo mengi tunapaswa kuwa tunajua. Tusikae tu hapo tunasema wao sasa mpaka Jumapili. Na sasa kama uko na jambo la dharura, utafanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Lazima hizo nyumba tukue tumeziandaa. Kama ile nyumba haujaiandaa, hata huko nyumbani kwenu haujaandaa ile nyumba, haujalika Roho Mtakatifu kule, sasa jambo la dharura likikuja utafanya nini? Kuna wakati unakaa kwa nyumba unasikia mpaka huko juu vitu vinakimbia, unadhania tu adilipaka, na adui labda ndiye amekuja anafanya ile mambo, anatafuta mwanya aingie hiyo nyumba. Muombe Mungu iwe na moto, adui hataweza kuingia. Bwana Yesu apewe sifa. Nyumba zetu sio za kuingiwa hata na mende. Atipanya wanakuja wanajificha kwa nyumba zetu. Adui anatumia wale wanyama. Lazima tutengeneze zile nyumba, na sio nyumba tu ati ya sitting room, hata bedroom. Bwana Yesu apewe sifa. Tuzitengeneze mzuri. Waisraeli waliambiwa hata katika hema zao. Unajua sasa watu wanaenda katika hema, hata watengeneze vio. Ni vizuri sasa watu wanachimba, wanaenda kwa kichaka, lakini Mungu mwenyewe akawaambia, kwa sababu utakuwa na haja, utafanya nini? Aliwaambia usisahau kubeba hata upanga, usisahau kubeba kitu. Wakati uko na haja, enda uchimbe shimo, fukua shimo ili uweze kuifunika pale, ili Bwana anapotembea katika hema yako anakuta ikiwa safi. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nyumba zetu huwa tunaziweka zikiwa safi. Watu wengine hata mmebarikiwa mko na vio viko kwa nyumba, lakini hata wewe unaingia kule kama umefunga pua na unangojea Roho wa Mungu ashuke kule. Lazima ziwe safi. Lazima tuangalie vyombo sio vitapakae kule, atatuvutie uchafu, hata hiyo nyumba ikiwe vizuri. Na nimeona wakati mwingine watu wameenda ushirika, Roho wa Mungu anasema ingia hata katika hiyo bedroom. Bwana Yesu apewe sifa.
Sasa tukikuja kwako Roho wa Mungu aseme sasa ni kufanya kazi huko kwa bedroom, atakuta nini huko? Mimi sitaki uniambie. Hata hizo bedroom zitengenezwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kitchen itengenezwe vizuri. Hata wewe ukiwa hapo, unajua hata vile unaona tunapanda mpaka maua ni kutengeneza mahali ambapo panavutia. Tumetengeneza haya madhabahu tu ya, unajua kile unaona kinakusaidia. Mambo ambayo unaona yanaathiri sana bongo zetu. Hata nyumba yako kuna vitu unaweza kuwa umeweka. Unajua kuna watu wanaweka hata picha zingine. Sitaki kuzitaja sana. Bwana Yesu apewe sifa. Zingine hata huwezi taka rafiki yako waone hizo picha. Labda watu wamevaa nguo, wengine sijui wamevaa nusu, na umeweka pale. Unangojea Roho wa Mungu ashuke pale ama ni mapepo? Mimi sijasema, mtu anajua. Lazima tuangalie vile tunavyokaa. Hekalu hizi za hata kwa kanisa tuangalie, tusahau huko nyumbani. Bwana Yesu apewe sifa. Wafalme wa kwanza 8. Wacha tuone vile sasa walianza kujenga nyumba. Biblia inasema Wafalme wa kwanza 8, maana hiyo ndio tutaangalia sana. 12 inasema, ndipo Suleimani akanena, Bwana alisema ya kwamba atakaa katika giza nene. Hakika nimekujengea nyumba ya kukaa, iwe mahali pa makao yako milele. Alafu turuke pale twende mstari wa 27 inasema, lakini Mungu je, atakaa kweli kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikutoshi, wala mbingu za mbingu sembuse nyumba hii niliyojenga. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu hawezi toshea. Alisema atakaa katika giza nene, giza kubwa, hamjui yako wapi, hamjui. Lakini ikafikia mahali Daudi anataka kumjengea hekalu, akamwambia hautanijengea, mtoto wako atanijengea. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua aliangalia akasema, mimi ninaishi katika nyumba nzuri, lakini sanduku la Mungu linakaa katika hema. Akaguzwa. Na Biblia ndio inasema yeye alikuwa anafuata moyo wa Mungu, na Mungu akatoa ushuhuda, nimepata mtu anaofuata roho yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Si tutafuta kufuata roho ya Bwana. Hata wakati tunajenga kanisa, wakati tunaona kanisa la Mungu kuna upungufu fulani, tunajenga, tunajua kwamba ni makusudi ya Mungu tunatimiza. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu hawezi toshea. Mungu ndiye tu, Mungu anataka tu likuwe kutaniko ili aweze kututembelea, lakini hatusemi kwamba Mungu amefungiwa hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Anaweza kuona huo ushirika, Mungu na ushirika, anakuja, anafurahia kuandamana na watu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Alimsihi Bwana akamwambia utatoshea hapa, lakini akamwambia Mungu, ninakujengea nyumba. Jambo la mwisho tutaona pale Kumbukumbu la Torati 12. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 10 hadi 14. Deuteronomy 12:10-14 inasema, Mungu akamwambia Musa, wakati mtavuka Yordani, mnajua alivuka Yordani ndio akafika nchi ya ahadi. Bwana atawachagulia sehemu ambayo atawachagulia itakuwa ya kutoa dhabihu. Bwana Yesu apewe sifa. Dhabihu zenu za kuteketeza, dhabihu zenu za shukurani, kama ni kutoa zaka zenu, fungu la 10, hatutoi mahali popote. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio nimekwambia kama uko na dhabihu mnatoa nyumbani, liandaeni mlifikisha mahali Mungu ameteua. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio mpendwa, sio vizuri unaenda mahali ya tukitoa tu dhabihu. Sio kila mahali unafaa kupeleka sadaka zako. Omba Mungu akuonyeshe hizi sadaka zangu unafaa kuzitoa wapi. Maana Mungu ameandaa mtumishi wake, ameandaa madhabahu yake, anakuambia hapo ninapainua, hapo ndio tunafaa kupeleka dhabihu zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu anafika tu mahali, anaona mtu anahubiri, anamwambia toa dhabihu lako. Hujauliza, unajuaje kama dhabihu lile lako litafikania? Bwana Yesu apewe sifa. Omba Mungu mpendwa. Huwa tunafanya mambo mengi. Hata ukitafuta kazi unauliza mtu, na hiyo kampuni iko namna gani? Hiyo shule yangu nikipeleka mtoto iko namna gani? Je, tunajiuliza hawa maswali ili tujisaidie kiroho. Je, Mungu, nikitoa dhabihu zangu kule zitakubalika? Mungu, nikitoa dhabihu katika madhabahu yale pamekubalika? Ni Mungu alisema. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Daudi kuna wakati shetani alimuongoza akahesabu watu Israeli.
na watu walikufa. Unajua watu wa Mungu sio kuhesabiwa. Hata kuna tamaduni zingine huwezi hesabu mtu atunamhesabu 1, 2, 3. Watu watakwambia hapana. Na watu wengi wanajua hivyo. Ukitaka kuhesabu hata familia yako, hauhesabu hadi hivyo 1, 1, 2. Watu wa Mungu wahesabu hivyo. Hata heri uchukue matunda ni 20. Uende uwapatie, uone kila mtu amechukua, uone amebaki mangapi. Unajua watu ni wangapi? Akawahesabu. Akajaribu kuambia usihesabu, akawahesabu. Mungu akakasirika. Na watu wakaanza kukufa. Akaletoa mambo matatu. Akaulizwa, maana umekosea Mungu. Chagua miaka 3 ya njaa. Chagua miezi 3 ya maadui wako. Chagua siku 3. Bwana aweza kuadhibu watu. Na Biblia inasema Daudi alisema hata chagua maadui, watamwangamiza. Hata chagua njaa, watu watateseka. Akasema mimi nimekosa. Bwana, tunachagua nianguke miguuni pako, una huruma nyingi. Bwana Yesu apewe sifa. Kumaliza hivyo si ati alikuwa sasa ameanguka hapo inaisha. Watu wakakufa, watu 70,000 wameanguka. Na unajua ni mfalme anaguswa. Ndiposa akatokewa na malaika akamwambia, aliona malaika amesimama upande. Akamwambia enda utoe dhabihu. Na akamwambia utaenda katika kichaka cha mtu anaitwa Arauna. Akaambiwa kimbia utoe dhabihu. Si mahali popote Mungu anataka tumtolee dhabihu. Bwana Yesu apewe sifa. Akaambiwa aenda kule. Akakuta Arauna. Mahali Mungu ameandaa hata watumishi unapokelewa. Wanakupokea, wanakuambia Mungu anataka hivi. Mungu huwa ameandaa. Na dhabihu lake alipoenda kutoa, aliambia Arauna nimekuja. Arauna akamuuliza mfalme unataka aje? Akamwambia nataka kutoa dhabihu. Akamwambia shamba langu ndio hili, unataka kutoa wapi? Akamwambia enda. Daudi akamwambia hapana, hata kama umeniruhusu sitatolea Mungu dhabihu ambayo hajijadilipia gharama. Bwana Yesu apewe sifa. Anapewa kichaka bure. Na unajua ni Mungu amechagua pale, lakini akalipa mpaka Arauna. Anamwambia hapana, wacha mimi nikulipie na nitolee Mungu dhabihu. Arauna anamwambia nitakupatia kila kitu, utoe dhabihu. Anamwambia hapana. Na ni Mungu amepachagua. Tujue siri, kuna sehemu Mungu ametuandalia na ndio zinaitwa nyumba yake. Ndio tutakuwa tunapeleka dhabihu zetu, zitaweza kukubalika. Bwana Yesu apewe sifa. Ibrahimu na yeye mnamjua. Mungu alimwambia nitolee dhabihu na akamchagulia nitolee huyo mtoto wako. Mungu unajua tukiandamana na Mungu tuandae hizo dhabihu za mwili, tunaweza kuandaliwa kile tutatolea Mungu. Mungu hata atakwambia nitolee kitu fulani. Utasikia umeguzwa jamani. Utasikia umeguzwa. Kuna watu wanaguzwa, mtu ameishi kutafuta kazi. Na anasikia mimi Mungu kunibariki kwa kazi, nikipata mshahara wa kwanza nitakupatia. Ni hivyo umesikia umesaidiwa. Ni vyema utii hivyo. Na Mungu anakuambia ni madhabahu gani. Yeye aliambiwa pia nitolee huyo mtoto unayempenda. Na utaenda kutoa wapi? Hautoi hapo nyumbani. Enda Mount Moria. Na Mount Moria Biblia inasema ilikuwa ni safari ambao walienda, sijui kama ilikuwa siku 3. Enda uangalie pale katika kitabu cha Mwanzo. Na walienda kwa sababu Mungu anajua ni mahali wapi mtakutana na yeye, ni mahali wapi atakunenea. Bwana Yesu apewe sifa. Tuombe Mungu atusaidie. Tuko na madhabahu haya. Tukitoka kwa haya madhabahu tutaenda wapi? Ni vyema mpendwa tuanze kuomba. Haleluya. Kuna mtu hata nilisikia sehemu ambayo imejengwa sehemu ya kuomba. Na mtu alionyeshwa wakati wa enzi za rais sijui wangapi. Akaambiwa hapa kutajengwa nyumba kubwa, hekalu la Mungu. Hata anajaribu kusema nipeleke kwa rais. Watu hawampeleki, wanaogopa, anaenda kwa chifu. Lakini ile siku palienda kujengwa, wakaambiwa, walienda kumtafuta, akawaonesha mpaka vile alikuwa amechora, ameonyeshwa mpaka kwa ndoto mahali ni wapi, na wakakuta ni pale. Mungu huwa anachagua. Bwana Yesu apewe sifa. Na sisi vile tunatafuta Mungu, Mungu anajua kanisa hili litapanuka wapi.
Wakati kuna huu mradi tunasema Mungu tunakujengea, tuombe Mungu ni sehemu gani ambao madhabahu yako unataka yapandwe. Haleluya. Sio bure. Sio bure. Musa, Mungu alimwambia nijenge hema itakaa namna hii. Utakuwa unaniwekea torati pale. Utakuwa pale mnatengeneza mchoro wa maserubi, wanafunika yale madhabahu, na akaambiwa na Mungu, hakikisha umetengeneza kama nilivyokuonesha kwa mlima. Bwana Yesu apewe sifa. Alionyeshwa na Mungu walipokuwa kwa mlima, akamuonesha vile mbinguni kulivyo, vile madhabahu ya mbinguni kulivyo. Kwa sababu mbinguni, hata ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, wazee 24 wako pale kwenye kiti cha enzi. Kuna maserabi na makerubi wako pale. Malaika vile huwa wanapita. Nazo hekalu ambazo tunazijenga, tunafaa kujua Mungu anataka tumjengee namna gani. Haleluya. Hata rangi ambazo huwa unaona tunatumia, si rangi zote tunafaa kutumia katika hekalu. Tuombe Mungu atusaidie. Na kama hizo hekalu si rangi zote tunafaa kutumia, hata hekalu za mwili wetu si rangi zote zinafaa kuwekwa. Haleluya. Hekalu za mwili yetu si za kuchora chora. Biblia inasema tusiweke tatu. Watu hawataki kusoma pale. Mtu anaona mtu ako na tatu, anaenda anaanza kujichora. Na swali ni je, Mungu asaidie hata wale ambao hawamjui. Nilisikia kuna mhubiri mmoja alikuwa amechorwa tatu kubwa kwa mgongo ya nyoka. Na akaenda alikuwa ameokoka, akakuja akaokoka. Ile siku aliokoka, ile tatu iko pale. Unajua zingine zinawekwa na stima, haitoki. Siku moja mke wake alimuona, hapo amemuona kwa mgongo. Sasa sijui unaona kama alikaa hapo ama alitoroka. Na ashabadilika. Kuna mambo ambayo tunafanya saa hii inaweza kuja kuadhiri hizi hekalu za mwili. Tunaenda kutoa hekalu, tunaambiwa hauwezi. Mpendwa, hata tusimwage damu. Daudi alitaka kujenga hekalu, Mungu akamwambia mikono yako imejaa damu, hauwezi nijengea. Wewe ukiwa kijana ama hata watoto tuwaonye kumwaga damu. Tusifike mahali tukazuiliwa kujengea Mungu hekalu. Labda ameitwa awe mtumishi, hatukumwandaa. Anajaribu kujengea Mungu hekalu, Mungu anamwambia hapana, wacha tugojee mtoto wako. Bwana Yesu apewe sifa. Tusikuje tukakuwa na hii mipaka. Tusikuje tukaekuwa mipaka katika kufanyia Mungu kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Nyumba ya Mungu iko na mambo mengi. Sehemu hiyo nyingine nilikuwa nataka tuangalie kwa nini huwa tunaenda katika nyumba ya Mungu. Huwa tunaenda kufanya nini? Lakini kwa sababu muda wetu hauko nasi, enda ujisomee hiyo kitabu cha Wafalme wa kwanza 8. Enda usome yote Wafalme wa kwanza 8 uone. Tunaenda katika nyumba ya Mungu kuomba. Tunaenda kule kuonyeshana tunamcha Mungu. Hata wageni wanaruhusiwa kwenda kule. Enda ujisomee. Muda hauko nasi. Utaenda uone faida za kwenda katika nyumba ya Mungu. Haleluya. Faida ni nyingi. Kuna mtu nimekutana naye nikamuuliza unafanya kazi gani kwa kanisa? Akaniambia unajua mimi, akaanza kunieleza kazi ambayo nimempata akifanya. Nikamwambia sio hiyo. Yes, haufanyi hiyo. Hakuna kazi unaweza kufanyia Mungu. Akaniambia mimi kama kuosha kanisa, hata niliosha siku peke yangu. Mtu anajua siri ya nyumba ya Mungu. Kuna baraka nyingi tunatafuta. Maombi mengi tunaenda kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo sitaki tuuzie pale. Naomba tukomee pale na Mungu uzima wabariki, abariki neno lake. Kwa dakika moja ama mbili. Tuombee haya madhabahu. Tuambie Mungu